Wakati huo maono haya Mungu amefungua, tutanunua ule mji katikati hapo, tunajenga hapo kanisa, KPYM inakuwa hapo. Unaenda Songea mjini ipo, unaenda Dar es Salaam kuna kanisa kubwa, hata kama kuna matawi mengine, unaenda Moshi mjini, na hivyo miji yote, mikoa yote lazima kuwe na kanisa kubwa. Na malengo hayo, ondoa yale matawi ya maeneo mbalimbali. Sawa. Kuna swali la mwisho hapa, ndio ambalo linasema kama ungepewa dakika moja ya kuzungumza na Watanzania wote, ungesema nini, na ni ujumbe gani wa matumaini ambao ungeweza kuachia Watanzania, watazamaji wetu? Asante sana. Hapa ninaongea na Tanzania kwa ujumla, na pengine wale walio ulimwenguni ambao pia wanatufuatilia, kwa sababu tunapoongea mfumo huu wa YouTube huwa unaenda ulimwenguni mote. Ndio. Sasa niseme jambo moja kwamba jambo la kwanza kabisa, maana hii ndio sehemu yangu sasa. Ndio. Lazima niseme na Watanzania kwamba ningependa kuona ulimwengu wote unamjua Mungu. Kabisa. Hilo la kwanza kabisa. Jambo la kwanza hilo. Wote mtafuteni Mungu, mjueni Mungu wa kweli. Lakini namba 2, niseme na watu pia, kwa sababu kuna watu wanajitafuta kimaisha. Tumesikia leo mara watu wanajinyonga, wanakunywa sumu na nini. Nimegundua tu wengine ni matatizo tu yamewabana. Mimi naamini siku moja kama ungemkuta mtu aliyejinyonga na ndio yuko kwenye hatua za mwisho, ukamuokoa, alafu ukamsaidia, baada ya muda ukamwambia, bwana, nina milioni 10 hapa. Kwa hiyo hizi milioni 10 bwana, hebu angalia namna kama una mtu utakayemkabidhi au vipi, basi ukimaliza ndo ukajinyonge, nilikuwa nimechelewa kukupa. Alafu umwambie baada ya hapo ukajinyonge, sio kama ataenda kujinyonga tena. Kuna mwingine alijinyonga kwa sababu ya aina ya maisha. Na nimegundua kabisa kuna watu wamejichoka, wajipenda, wajithamini kutokana na maisha. Kuna mtu anakuwa anaacha mlango wazi, analala, anasema kwani watakuja kuchukua nini? Maana yake hata yeye mwenyewe ajithamini. Mlango unakaa wazi. Ngoja afanikiwe kama hajaweka na fensi ya umeme huko, akizunguka na shoti na walinzi pia. Na si hivyo tu, na bastola ndani ili kujilinda. Kwa hiyo niseme, kama Mungu amekuumba akakuruhusu kuja duniani, naongea na ulimwengu. Mungu anakujua. Changamoto zipo, lakini usijiue, usijidhuru. Kama hujafanikiwa leo, utafanikiwa kesho. Kama Yeremia anaambiwa utakuwa nabii wa mataifa. Anasema katika maandiko, Yeremia 1:5, anasema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Lile neno nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, mwingine anasema nimekuweka kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Nimekuweka kuwa waziri wa nishati na madini, mambo ya ndani, si hivi. Nimekuweka kuwa rais wa Tanzania. Basi wewe umewekwa kuwa mtangazaji, umewekwa kuwa injinia, umewekwa kuwa rubani, umewekwa kuwa. Kwa hiyo songa mbele, muombe Mungu, fanya kazi kwa bidii. Sio tu kuomba peke yake, lakini ufanye kazi kwa bidii. Ipo siku tu Mungu atakutoa na maisha yako yatakuwa ya tofauti. Yule aliye hivi leo hakuwa hivi leo, alikuwa namna fulani ndo akawa vile alivyo. Mungu akubariki, akutie nguvu, akuwezeshe, na pambania ndoto yako, pambania sababu ya wewe kuwepo, na iko siku moja historia yako itabadilika. Amina. Ningependa kumuomba mtumishi wa Mungu aweze kutaja namba zake za simu na kuelekeza kanisa lilipo, ili kwa yule mhitaji yoyote atakayetaka kumuona au atakayetaka kusaidiwa kiroho zaidi iwe rahisi kwake. Kwa mawasiliano, ukitaka kunipata, kanisa hili linapatikana Arusha, Kijenge, Mwanama, Olorien. Ama unaweza ukasema kanisani, kwa maarufu kanisani kwa Askofu Liberty Shirima, na utakuwa umefika, au kanisa la Pentekoste Yerusalemu Mpya.
Karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Kwa yule yoyote anayetaka kudhamini kipindi hichi, namkaribisha sana. Namba ziko hapo chini. Karibuni sana. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Anzurani Saidi Mohamed, au ukipenda unaweza ukaniita Zungu Girl. Karibu sana, kwani ndugu mtazamaji, mwisho wa kipindi hichi ndo mwanzo wa kipindi kijacho. Karibuni sana, muwe na siku